kupa ualimu, wewe ndo utamuita Roho Mtakatifu niongoze, lakini kwa asilimia kubwa unafanya wewe, ila Mungu akiwa pamoja na wewe una uwezo wa kumzuia au kamruhusu. Maniala anachosema, una uwezo wa kumzuia au kamruhusu. Kwa namna hiyo lazima tutengeneze kizazi ambacho kitakuwa na nidhamu ya kumsikiliza Roho Mtakatifu, ili kile Mungu alichoweka ndani yetu kifanye kazi kama Mungu apendavyo. Amen. Kwa unaweza ukafanya kitu cha Mungu sivyo Mungu apendavyo. Mungu amenifungua macho kwenye eneo la ulinzi katika eneo la taifa, kujua mtiririko wa mafundisho yanayokuja katika nchi na kitu gani ambacho Mungu anakitaka kwenye nchi. Moja ya kitu ambacho nimekiona cha hatari kwenye taifa letu la Tanzania, nimeona kuna watu ambao Mungu amewekeza mbegu nzuri, lakini kuna mfumo wa giza umeshawaingilia, umewakorapti, umewachafua. Wanapitisha vitu viwili kwa wakati mmoja, wanapitisha cha Mungu na wanapitisha cha shetani. Walimdharau Roho Mtakatifu. Ukimdharau Roho Mtakatifu huwezi kufika mbali. Kwa nimalize kwa kusema kwenye mfano huko hivyo, Mungu ameweka mpangilio katika namna hii na sura hii. Hutakaa huje umfikie Mungu kama hujapita hapa ukaingia hapa. Na Yesu akamuuliza wanafunzi kwamba, akasema nenda kwa Baba, akasema tuoneshe Baba tu inatosha. Ni nani alisema? Filipo. Tuoneshe Baba tu inatosha. Yesu akasema wewe tangu siku zote uko na mimi hujamuona Baba. Aliyoniona mimi amemwona nani? Baba. Kwa sababu mimi na Baba tu kitu kimoja. Manake unapotaka kumwona Mungu lazima umuone Yesu. Nikupe zoezi dogo. Unataka umuone Mungu? Unataka umuone Mungu kwa macho ya damu na nyama. Kitakachowapia kwako ni Yesu atakayetokea. Mungu hatakayetokea. Biblia inasema Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. Mungu wetu ni Mungu asionekana. Ameketi kwenye nuru ya ajabu isiyoweza kukaribiwa. Ukiliangalia jua la saa 6, jua la saa 7 lile, ukaangalia tu macho yako hivi, huwezi kupitisha dakika moja ukaendelea kuliangalia. Utaanza kuona giza na macho ukiendelea kuangalia unakuwa kipofu. Sasa hilo ni jua tu lipo kwenye dunia. Je, Mungu ambaye ni nuru halisi unafikiri unaweza kumuona? Lazima kuna kitu kifanyike. Mungu hajawahi kushuka kwa mtu jinsi alivyo kwenye ule utukufu. Nisikilize, hata shetani ambaye tunashindana naye hajawahi kumwona Mungu. Kwa sababu Yesu anatushuhudia kutoka kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 18. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote isipokuwa mwana aliyekuwa kifuani pa Baba. Kwa sababu ukimwona mtu una uwezo wa kumshuhudia. Lile tulionalo ndilo tunalolishuhudia. Shetani angekuwa amemuona Mungu angekuwa na uwezo mzuri kwenye kumshuhudia Mungu na tusingeweza kumshinda. Ila Kristo ndiye aliyemwona Mungu, ndo ana uwezo wa kumshuhudia. Mnaelewa ninachosema? Na Roho Mtakatifu anamshuhudia Kristo. Alafu Yesu akasema sio tu Roho Mtakatifu, na nyinyi ni mashahidi wangu kwa sababu mlikuwa na mimi, mliniona. Ndio anakuja kuandika, anasema lile tulilolisikia tangu mwanzo tulilitazama kwa macho yetu, kwa habari ya neno la uzima tukalipapasa. Waliliona, wana uwezo. Huwezi kushuhudia kama hujaweza kufika kwenye kiwango cha kuona. Lazima uwe umeona ndipo uweze kushuhudia. Ndio maana Yesu ana uwezo wa kutueleza Baba alivyo kwa sababu amemwona, ila sisi hatujamwona. Sisi tunamwona Baba, Roho akituleta hapa na hapa tunamwona Baba. Ndio maana hata tutakapoenda kwenye mbingu mpya na nchi mpya, Yesu atakuwa pamoja na sisi. Asema tutamwona uso kwa uso. Unafikiri utamwona huyu? Utamwona Yesu. Ili nisumbuaga mama siku moja, namuuliza, anasema sasa mama, tukiondoka duniani tunaenda wapi? Akasema hatuendi mbinguni. Nikasema inakueje bana tusiende mbinguni bana? Akasema hatuna mahali. Sikuwahi kumuelewa. Akasema kuna mahali Mungu atatutengenezea, ndio ile unaona mbingu mpya na nchi mpya ikishuka. Sisi hatuna makao kule. Nilikasirika. Haiwezekani Mungu anatunyanyasa hivi, yani sisi tusikae pamoja naye, yani anataka tukae tu huko. Yani nilimbishia na sikujisikia amani. Kwa sababu ndivyo alivyoweka. Nisikilize. Umeme ukizalishwa kutoka kwenye chanzo cha umeme, hautoki moja kwa moja kule, unapita kwenye vituo vya kupoza umeme vinaitwa substation. Na vile vituo vya kupoza umeme vinapunguza ule umeme mpaka unaingia nyumbani. Ukiutoa umeme mtela ulivyo, uingie nyumbani kwako, nini kitakachotokea? Kuna dogo mmoja alikuwaga kule shuleni wakati tunasoma, walikuwa wanaibaga zile nyaya za kopa, zinashikilia zile nyaya zinazoenda masafa marefu ya umeme. Kuna nyaya moja ilikuwa hainaga umeme. Sasa alikosea kukata. Tukiwa la 3 hapo. Amekata hivi, alishika nyaya nyingine.
shoti moja tu, moja, ubongo wote uko unatoka puani. Tunasikia tu jioni mtu amekufa. Umeme usije ukacheza nao. Kuna mwalimu alikuwepo kwenye chuo fulani, alipigwa shoti, akili zikacheza, yani akaanza kuchanganya mafaili, yani wakaona ni dhambi kumfukuza, wakampa kuwa mwalimu wa michezo. Umeme wewe uchukulie poa umeme, lazima ujue kanuni za kutunza. Ndio maana kuna mainjinia wanafunga mifumo ya kutunza umeme. Roho Mtakatifu anapoachilia neno ndani, ni mfumo unaotunza uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu hauwezi kuja kwa mtu ambaye hana system ambayo inaweza ikachukua uwepo. Umeme hatuwezi kuleta nyumbani afu hatujaweka socket breaker, hatujaweka nini, tunasema unapitisha. Lazima tufunge mifumo. Ndivyo Roho Mtakatifu akija kwa mtu anatengeneza mfumo. Mfumo tunaita nini? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu linaloingia ndani yako ni mfumo unaochukua uwepo wa Mungu. Mtu asiye na neno la Mungu hawezi kubeba uwepo wa Mungu. Mtu yeyote asiye na neno la Mungu. Uwepo wa Mungu unachukuliwa na neno la Mungu. Uwepo wa Mungu unachukuliwa na neno la Mungu. Kwa hiyo umeme unaotoka moja kwa moja kwenye bwawa haujawahi ingia, unapozwa. Hata utukufu wa Mungu haujawahi toka kule kwa Mungu jinsi ulivyo, unapita kwa Kristo. Kuna kiwango, afu unapita kwa Roho, unakuja kwako. Huwezi ukasema eti nenda kwa moja kwa, huwezi kukutana naye, utakufa. Ndio maana nasema hakuna mwanadamu aliyemwona Mungu akaishi. Uwezi. Huu mfano Mungu ametupa katika uhalisi mkubwa sana. Kanisa linapungukiwa na kitu kinaitwa moja. Rudi wewe, njoo, usiondoke, rudi. Kanisa bado tuna kitu Mungu anakitafuta kwetu na anakitamani, ni yeye kuweza kukaa muda mrefu ndani yetu na sisi kutembea na Mungu muda mrefu. Ni wachache wanaokaa na Mungu muda mrefu. Wengi wanaingia uweponi, wachache wanaweza kabaki kule muda mrefu. Wengi wanakutana na Mungu lakini hawana uwezo wa kutembea na Mungu waliyekutana naye kwa muda mrefu, wanatembea kwa muda mfupi. Na Roho Mtakatifu aliniambia sababu kubwa inayopelekea watu wakikutana na uwepo wa Mungu hawatembei nao muda mrefu, kwa sababu hawana mfumo wa neno ndani yao. Huyu ni mabua yale ya mahindi, huyu ni kuni za kawaida, huyu ni mkaa, huyu ni makaa ya mawe. Umeelewa ninachosema? Mabua yale ya mahindi ukiwasha moto yanawakaga kwa vurugu na kwa fujo, lakini ule moto hauwezi kuchemsha hata maragi. Moto wa mabua. Mtu asiye na neno la Mungu, uwepo unaposhuka, anapoona sign, huwa ana tabia kulipuka sana. Lakini akitoka tu hapo hana uwepo kabisa, hana. Kwa sababu system yake hairuhusu kuchukua. Yaani akishatoka hapo hana chochote. Ndio maana moja ya kitu lazima tuwekeze ni kufundisha. Neno lijae kwa wingi. Kwa sababu tukiwa na kanisa la namna hii ambapo watu wanamfurahia Mungu, wataimba, wataruka, lakini wakishatoka nje hawana. Ndio maana kuna umuhimu sana huduma ya walimu kuendelea kuingizwa katika kanisa na ifanye kazi. Kwa sababu ili kuinject neno la Mungu la kutosha, kutengeneza mfumo wa uwepo. Kwa hiyo haya mabua ukiwasha tu moto, sisi tunajua, tumekuwa kwenye mazingira, unakokaga yale mabua, unawaka kwa fujo ule moto, alafu unaweza ukapita hivi na usiungue. Nakwambia ni moto unawaka vibaya sana, lakini ni mkubwa, hauna matokeo. Kanisa lina moto ambao hauna matokeo. Ni moto ambao unatusaidia tu sisi, yani tunaonekana huku tuna moto lakini hatuna ladha duniani. Tunakuja mtu wa pili, kuni at least kidogo. Ukiosha kuni kidogo inaweza kachemsha hata maji, hata ugali kasonga. Hawa ni watu ambao wanalo neno, ila hawana mizizi, hawana msingi mzuri wa kwenye kulishika. Kuna kitu kingine kinaitwa mkaa. Mkaa kidogo una moto. Mkaa unachemsha marage na unaweza hata ukimaliza kupika moto unachelewa kuzima kwenye mkaa. Hii tunamaanisha kuna kiwango kingine cha juu cha neno ambacho kinaruhusu ule moto kukaa. Moto ni uwepo wa Mungu, sawa? Kwa hiyo huyu ana uwezo akatembea na uwepo wa Mungu kwa kiwango fulani, lakini bado Mungu haitaki aishi hapo. Kuna kitu kinaitwa makaa ya mawe. Hiki ndo kinayeyushaga hadi vyuma. Sefuria ukiweka hapo inayeyuka. Hicho ndo kiwango Mungu anakitafuta. Neno la Mungu tunaolichukua linaamua uzito wa uwepo wa Mungu tutakaotembea nao. Watumishi wa Mungu tunatofautiana weight of glory, uzito wa utukufu ambao tunauchukua.
Na nisikilize, inua kichwa chako. Uzito wa utukufu wa Mungu ambao tunauchukua ndio unaamua kuifikia miji. Kuna maeneo huwezi kuhubiri ukiwa na kiwango kidogo cha utukufu au ukiwa na uwepo mdogo wa Mungu. Huwezi ukaingia ukahubiri yale maeneo, huwezi. Kuna miji kuingia, ukianza kuongea sauti yako haiwezi kuenea. Kumbuka sisi watumishi wa Mungu, ndani yetu Mungu ametutengenezea mfumo wa sauti yake. Kila mtumishi wa Mungu ana kiwango fulani cha sauti ya Mungu, na kile kiwango kina uzito fulani, na ndio maana sio kila mtumishi anaweza akahubiri kila mahali. Ni mpaka Mungu ameifungua sauti yako na ameiongezea uzito kutokea kwenye neno, ndio unaweza ukaingia kwenye miji. Kanisa linaposafiri kufika mahali, lazima lifike kwenye maeneo ambayo hata kama kuna ngome kubwa, lazima liwe na uzito mkubwa wa sauti. Kuna jamaa alikuwa yuko nyanja za Wegerasi, alifungwa na mapepo. Yesu alipoingia, watu walikuwa wanashindwa kulitoa lile pepo, lakini alipoingia, aliingia na kiwango kingine cha uzito wa sauti. Tunatafuta miji mjue Mungu na watu wamjue Mungu, lazima tuwe na uzito wa sauti, na uzito wa sauti unaletwa na kiwango cha neno tunalolipokea kwa Mungu. Kanisa lazima liheshimu neno la Mungu, kwa sababu hapo ndipo ambapo pamewekwa senta ya utukufu na uwepo wa Mungu na uzito wa Mungu. Kama hatutajua neno, na hatuwezi kujua neno mpaka Roho Mtakatifu amekuwa na ushirika na kanisa. Kama una neno la Mungu, huwezi kutembea umbali mrefu katika utumishi. Hatutafuti tu leo umefanya, tunatafuta umbali utakaotembea nao. Hebu tuchukue kwenye Yohana, tumalize na hiyo kitu. Nendeni mkakae watumishi wa Mungu. Yohana sura ya 14. Mstari wa 15. Soma. Alisema 14:15. Mkinipenda. Na 14:15 anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Alafu nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Sasa maombi ya Yesu kumleta msaidizi mwingine hayaji tu hivi hivi. Usije ukafikiri kwamba Yesu anamleta tu Roho Mtakatifu. Kuna kitu lazima na sisi tuwe nacho ambacho kitamfanya Roho aje. Asema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa lugha nyingine, mkilishika neno langu, nitamwomba Baba awape msaidizi mwingine. Kwa kinacho trigger ujio wa Roho Mtakatifu ni neno ambalo tumelipokea. Usipolipokea neno, Roho Mtakatifu hawezi kuja. Yesu ni neno la Mungu. Usipompokea Yesu, Roho Mtakatifu hawezi kuja. Kwa hiyo mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba awape msaidizi mwingine ambaye ni Roho wa kweli. Yesu hawezi kumwomba Baba atuletee msaidizi mwingine kama sisi atushiki neno, hatuna. Kwa sababu Roho akija ndani yetu anatufundisha yote, anachotufundisha analifunua hilo neno. Sasa Roho akishakuja itategemea kiwango cha neno kilichopo. Ndio maana Roho Mtakatifu pia hajawahi kutembea sana kwa mtu ambaye hana neno, na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Unaweza ukawa na gari kubwa sana, lakini kama halina mafuta na ubora wake haliwezi kufanya kazi. Maneno anachosema Roho Mtakatifu anapofanya kazi anategemea sana neno, anafanya kazi kwa kushirikiana na neno. Hafanyagi kazi hewani wala atembeage hewani. Na ukitaka umwone Roho anatulia ndani ya mtu, sio kwamba watu hawana Roho Mtakatifu, wanaye, ila hawana mfumo utakaomfanya Roho atembee na atende kazi. Neno la Mungu ndio mfumo unaomruhusu Roho Mtakatifu atembee na mtu na atende kazi kwa mtu, na watu wazione kazi kwa mtu, kwa sababu ya uwepo wa lile neno. Kwa sababu wote sisi tunapokutana na Mungu, tunakutana na Mungu katika mfumo wa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu anachokifanya kikubwa, anategemea sana uwepo wa neno la Mungu ili atembee. Na kama hatutalibeba neno la Mungu la kutosha, Roho Mtakatifu hawezi kutembea. Na hii imekuwa ni shida hata kwa waombaji wengi. Unajua kwa nini kunakuwa na mafunuo mabaya kanisani ambayo ya maombi yanaua kitu cha Mungu? Umejua kwa nini? Kwa sababu tuna waombaji wengi ambao hawasomi neno la Mungu, alafu wanataka kuomba. Ngoja nikufundishe siri. Tunapoomba tunajifunua kwenye ulimwengu wa roho. Ukianza kuomba unaanza kuinuka kuingia kwenye ulimwengu wa roho.
Ulimwengu wa roho hautawaliwi na Mungu peke yake. Kuna mifumo mingine ya kiroho mbali na Mungu. Mapepo ni roho, miungu ni roho. Unapopanda katika mfumo wa ulimwengu wa roho ukaingia, usipojua kanuni za kuingia kwenye ulimwengu wa roho, unaweza ukakutana na mifumo ambayo sio Mungu, kadhani ni Mungu. Ndio maana mtu mwenye neno ana usalama anapokuwa anaomba, kwa sababu mtu mwenye neno ana ulinzi. Anapoingia kwenye ulimwengu wa roho hawezi kukutana na kitu chochote isipokuwa Mungu. Kama una neno ukiwa unaomba haukutani na Mungu, unaweza ukakutana na miungu. Kumbukeni Yesu alipotoka kufunga zile siku 40. Baada ya kumaliza yale maombi, kitu gani kilitokea? Alimsikia Mungu? Alimsikia shetani akimwambia badili jiwe liwe mkate. Tulitegemea siku 40 alizoomba Yesu tuanze kuona mbingu zinafunguka na anasikia malaika wakiongea, lakini anamsikia shetani. Sasa nikuulize swali, usije kazani kama Yesu Master Jesus amefunga siku 40 na hujawahi kufika hizo. Mimi huyu jamaa alipigaga 3 huyu na mimi nikasema Roho Mtakatifu naomba na mimi niombe. Akanipaga bwana. Nilikuwa nashomeka nikatoboa kitu mpaka huku. Ile siku ya mwisho huwezi kuongea huku kama mtu anakuchoma. Ndio Yesu amepiga 40. Sisi kwa sababu ilikuwa ni lini? Nilianza Alhamisi nikasema sili chakula. Alhamisi kaisha, yani ile usiku, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili unaomba tu. Hunywi maji uliko. Wewe. Tutakuja mfe. Kuna jamaa mmoja mtumishi wa Mungu alikuwa anasema nataka kuwa kama Mwakasege. Akaenda akasema ninafunga siku 40 kavu. Asijue sheria. Amefunga siku ya ngapi, akafenti, wakampeleka hospitalini, wamemtunikia drip. Kaka kule kazinduka, akauliza nani amenileta hapa? Wakasema ulikuwa umeharibu ratiba ya Roho Mtakatifu. Elibolo kule. Angekufa. Ndio maana hatuombi kwa kufuata watu wanaomba, tunaomba kwa kuongozwa na Roho. Amen. Yesu aliongozwa nyikani. Na sisi lazima, kama Yesu neno aliongozwa, sisi ni nani tusiongozwe? Tunakuwa tunaomba tufuati ratiba. Na Roho akiwa anakupa ratiba, anakupa na mfululizo. Sasa Yesu amemaliza kuomba, anakutana na shetani. Hakutani na Mungu, na anakutana na sauti ya shetani. Lakini alishinda kwa nini? Kwa neno. Akasema imeandikwa. Yesu anasema ninyi mnaangamia. Anasema mnaangamia kwa sababu hamjui maandiko. Kitendo cha kutokujua maandiko ni hatari sana. Kwa sababu tunapozungumza maandiko ni mfumo ambao umebeba sauti ya Mungu kwenye muda. Maandiko, unaona hichi kilichoandikwa hapa hakikuja kama andiko, ilikuja sauti waliosikia wakakiweka kwenye maandishi. Maanake humu kilichofungwa kwenye haya maandiko imefungwa nuru na sauti ya Mungu. Ukienda deep hapa, Roho akikufunulia, unakutana na sauti ya Mungu, unakutana na nuru ya Mungu. Mnaangamia kwa sababu hamjui maandiko. Akaja mara ya pili. Yesu ametoka kuomba siku 40, aliona maono kutoka kwa nani? Kwa shetani. Akamwinua katika mlima mrefu mno. Akamwonyesha miliki ya dunia kwa dakika hii. Mnasoma maandiko mnajua. Jamani, huyo sio mtu, ni Yesu alikuwa anaomba, ambaye alikuwa kwenye mwili, ambaye ndo master. Ameomba siku nyingi. Sasa sijui kwa sisi tunaombaga siku 2 tunakutana na kitu gani? Ndio maana nimekuambia unapoomba unapanda kwenye ulimwengu wa roho na unakutana na mifumo mbalimbali. Ukiwa na neno una ulinzi. Amen. Hauwezi kuchafuliwa na ile mifumo. Amen. Ndio maana kuna mtu anaweza akaomba hapa, ameomba muda mrefu, akaanza kupata maono. Kwa kuwa hana neno, shetani anaweza akamfunulia maono, na shetani anaweza akamsemesha kama Mungu, ila sio Mungu. Alafu anatoka kwenye yale maombi, asema nimefunga siku 3 na nimeona kabisa Mungu amenionyesha kwamba huyo wako kwenye ndoa, huyo sio mume wako kabisa. Bwana ananiambia, asema Bwana. Sasa ndio maana nimewaambia kuna kitu kinaua kanisa, tukiwa na uombaji ambao hawana neno. Kwa sababu pia mtu ambaye hana neno akiwa anaomba haendi kwa spidi, anatembea mwendo mfupi sana. Alafu mtu ambaye hana neno anaomba muda mrefu, anawahi kuchoka. Unajua ukiwa na neno, ukiwa na maombi tu huna neno, ni sasa uko hivi, unakimbia hivi, utachoka. Ukiwa na maombi na neno ni hatua mbili, unaenda hivi, uchoki na unaenda spidi. Kuna watu wengine wanasema tunasoma tu neno, maombi hapana. Watch, just we are leading the word of God here. Haya, sawa.
katika mtu ambaye hawezi kuja kuwa na ufunuo wa neno la Mungu hata kama anasoma ni mtu ambaye asiyeomba, kwa sababu ufunuo wa Mungu tunaopata wakati tunaomba. Hivi vitu vinategemeana. Hautakiwi tu usome neno tu uache kuomba. Lazima uwe na intensity ya kuomba, uwe na intensity ya kusoma neno. Unaweza huyu mtu ambaye ana neno hana maombi atakuwa ni mtu ambaye anatembea lakini hana uzilisho wowote na hajafika kulifunua neno la Mungu kwenye kiwango kinachotakiwa. Sasa ndo kitu ambacho Mungu anatuonya siku ya leo. Ili kutengeneza msingi mzuri wa kanisa, lazima tuwe na kanisa ambalo lina neno na linaheshimu neno. Tukiwa na neno, manake tuna uwepo wa Mungu wa kutosha. Tutaingia kwenye ulimwengu roho, hata tukikutana na mashetani tutajua huyu ni shetani, huyu ni Mungu, huyu Roho Mtakatifu, huyu sio. Ujai, kuna watu ambao wanasikia Mungu at the same time wanamsikia na shetani hapo hapo. Sasa hiyo ni lenki kubwa, lazima uwe na uwezo wa juu sana. Wewe fikiria, Biblia inasema wana wa Mungu alijizulisha mbele za Mungu na shetani alikuwa katikati yao. Yaani shetani ameingia kwenye uwepo wa Mungu. Afu unaweza kadhani kawaida. Mfano, si unaona hapa tunahubiri neno la Mungu. Uwepo wa Mungu upo hapa, lakini tunaweza tukaomba pepo likalipuka, maana yake lipo. Ndio kwa fire unashangaa limelipuka, ila lipo, ila limetulia tu linasubiri kwamba akinifukuza ndo ndalipuka. Ukifungua ulimwengu wa roho hapo utaona vitu vingi vinavyoendelea. Ndio maana unapokuwa na neno unakuwa una coverage kubwa ya ulinzi. Hauwezi kuingiliwa na kitu chochote na huwezi kuharibu mfumo wa sauti. Na Mungu huwa hawaamini watu ambao hawana neno, kwa sababu ni hatari sana ukiwapa kazi ya Mungu mtu ambaye hana neno, kwa sababu ana uwezo wa kupitisha kitu cha kishetani. Mwanzoni mlimwamini anapitisha cha Mungu, lakini saizi kwa kuwa ana neno, sauti nyingine imeingia, imeshaanza kuongea, ameanza kupitisha cha shetani. Tatizo la Adamu unajua ni nini? Hakumtrain Eva kwenye maelekezo ya bustani ya Eden. Eva akapokea sauti kwa shetani, akaja nayo sauti nyingine isiyotoka kwa Mungu, akaingia nayo bustanini. Alafu akairuhusu ile sauti imvae mpaka Adamu. Usije ukafikiri tu ni Eva alimshawishi, ile sauti ilikuwa inaendelea kuongea kwa Eva kupitia Eva kwenda kwa Adamu. Ndio maana ukiwa mtumishi wa Mungu, moja watu unatakiwa uombee sana mke wako. Lazima uombee sana, usikichezo kuto kwenye kumwombea. Ana uwezo wa kupitisha kitu kimoja tu kikakudisturb kwenye kitu kikubwa unachoenda kuzaa. Lazima ujifunze. Na watu wengine, watoto wako, alafu wengine watu wa karibu yako, kwa sababu wana uwezo. Shetani akikosa kukushinda atatafuta hiyo mifumo, atapita. Kwa Eva aliingia kwenye Eden tayari ameshabeba sauti ya shetani. Wangapi sisi tunasema tunawasikiliza wake zetu? Sasa sio vibaya kumsikiliza mke wako, ila lazima uwe makini, uwe umemfundisha neno la Mungu na Mungu awe anasema na yeye. Unaweza kukuta kwambia mume wangu mimi nina wazo. Tatizo wewe unisikilizaje, lakini aongei neno. Mimi kaambia siku moja nilikuwa Baraka na rafiki yangu mke wangu, nawaita watu kwenye ibada, akatoa wazo kadhaa. Hapana hilo bana. Mimi nakupenda ila kwa hilo hapana. Sasa tatizo nikasema sio sisikilizi. Mimi kila siku nakwambia soma, ni hutaki. Ndio Mungu akanifundisha strategies ya kwanza kukaa naye. Akasema anza kufanya naye ibada, soma naye neno. Ninampa assignment. Saizi anasoma, anatembea vizuri. Kuna siku alikuwa hataki kuomba. Ombi wewe, omba. Bana mimi nimechoka. Tuamke tuomba. Nimechoka bana, tatizo na ukiomba naomba sana. Tukiwa kwenye maombi ya usiku wa kuomba, nawe jiva na unaombaga sana bana, watoto wanapata usingizi. Haya. Siku moja kuna ndugu zake wanakuja kutoka huko kwao, walimtuma mtoto, akaota ndoto amepotea. Akaniamsha, baba yapi, naomba please, nimeota ndoto mbaya. Naomba tukemee hiki. Nikasema uombe na nani? Omba mwenyewe. Nikalala. Kwa sababu alikuwa anakataa kuomba. Lakini Mungu ndo akanitrain, akasema no, ni kazi yako kumtrain mke wako. Umenielewa? Nikaanza kumtrain kuomba, na nimekuja kugundua ana insight kubwa kuliko mimi. Ana move kubwa ya prophetic kuliko mimi. Kumbe ni mimi sikuwekeza. Yesu analipenda kanisa, analisafisha. Sasa mimi nilikuwa nashindwa. Alafu mimi nikiona tu ameshazingua na nikasia bana, bwana tu niombe mwenyewe. Sasa haipendezi. Bwana asifiwe sana. Hii kitu nataka niwasaidie. Unapowekeza kwenye kanisa ukalifundisha neno vizuri na likajaa neno, kanisa litafanyika msaada mkubwa. Tukiwafundisha hawa watu hizi huduma, kuna wakati tunachoka.
tunaishiwa nguvu, kuna wakati tunavamiwa. Sikiliza, asikudanganye mtu kwamba hakuna mtumishi anasimama mwanzo mwisho imara. Hakuna, ni vile tu hatuongei, na hairuhusiwi kuongea kwa sababu utaharibu imani za wengine. Lakini watumishi wanajaribiwa sana, kwa sababu wao ndo kioo na shetani anawapiga wao. Kwa hiyo kuna wakati wa kuchoka, lazima uinue ground zingine. Ukichoka zenyewe zisimame. Unajua tatizo alilomwambia Daudi makosa aliyofanya Daudi yalipelekea upako ukashuka, likainuka lijamaa lina vidole 6 mkono mmoja, 6 mkono mwingine, huku 6 viko kama 24, lilafu. Alilipigana naye Daudi, ameenda chini, linataka kumuua. Akainuka shujaa mmoja ambaye Daudi alimtrain, akamuua. Afu akamwambia, kuanzia leo hutatoka kwenda nasi vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Taa ya taifa hili inazima kwa sababu watumishi waliotangulia hawajajifunza kuachilia mfumo wa kimungu kwa watumishi wanaokuja, na kuna wakati wanachoka njiani, hawawezi kuendeleza kazi ya Mungu, na hawana watu ambao wanaweza kainuka kuwa backup, kusimamisha cha Mungu. Manake taa ya taifa inaenda kuzima. Mungu akikupa kitu usiwe mchoyo kusema kukiachilia kwa mwingine. Msikilize Roho Mtakatifu, lakini hakikisha unainua watu wengine, kwa sababu unapoinua sio kwa ajili yako tu, sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya advantage yako. Utukufu wa Mungu hautapotea kwenye nchi hii. Lazima tufanye impartation. Daudi ameasili mashujaa 37. Kuna jamaa mmoja Biblia inasema alikuwa anazungusha shoka, alikuwa anaweza akaua watu 300 peke yake. Ule upako ndo ulikuwa kwa Daudi, aliuhamishia kwa wale watu. Manake tukiona mwalimu Edison ana wakina Edison wengine huku, ambapo sasa yeye akichoka, siku hiyo hayuko kwenye mudi ya kufundisha, kuna mtu anainuka kama Edison, anatembeza, nuru ya Bwana inaendelea kuwaka katika nchi. Hichi ndo kitu ambacho Mungu anakitafuta kwenye taifa, na Roho Mtakatifu ana kiu na sisi. Naomba usimame juu. Naomba usimame juu. Roho Mtakatifu ana kiu na sisi kupita ambavyo tunazana. Mungu ametuita kwenye haya malango kwa ajili ya kuinua kizazi kitakachotembea na Roho Mtakatifu. Ni summarize kwa kusema hivi: kizazi kinachotembea na Roho Mtakatifu, roho hawezi kutembea kama watu hawana neno.